Hapo zama za kale kulikuwa na bibi mmoja aliyeishi katika kijiji kidogo. Bibi huyo alikuwa mwenye upole, hekima na moyo wa furaha kila wakati. Watu wa kijijini walimpenda sana. Mara nyingi walimfuata ili kupata ushauri au kueleza matatizo yao. Siku moja kijana mmoja alimwendea na kumuuliza, "Bibi, mbona wewe huwa mwenye furaha kila wakati? Haijalishi nini kinatokea, huwa hauonekani mwenye huzuni. Je, huwa huumii moyo mambo yanapokwenda vibaya?" Bibi alitabasamu kwa upole na kusema, "Mwanangu, maisha yana milima na mabonde. Kuna siku nzuri na siku mbaya. Lakini nimejifunza kuwa furaha haitokani kwenye mambo yaliyotuzunguka. Furaha hutoka ndani ya moyo." Kijana alishangaa na kumuuliza, "Unamaanisha nini? Inawezekanaje kuwa na furaha wakati mambo mabaya yanatokea?" Bibi akaanza kumsimulia hadithi ya maisha yake. Alipokuwa kijana, alikuwa na familia nzuri, mume na watoto. Hatukuwa matajiri, lakini tulikuwa wenye furaha. Siku moja mume wangu aliugua sana. Hatukuwa na pesa za kununua dawa. Tulijitahidi kila njia, lakini mwisho wake alifariki. Bibi alinyamaza kwa muda. Macho yake yalionyesha huzuni ya zamani. Hiyo ilikuwa siku mbaya zaidi maishani mwangu. Nililia sana. Nilihisi kama singeweza kuwa na furaha tena. Kijana alisikiliza kwa makini huku bibi akiendelea. Baada ya muda niligundua kuwa kuendelea kuhuzunika hakungemrudisha mume wangu. Watoto wangu walinihitaji. Nilipaswa kusimama tena na kutafuta sababu ya kuendelea kuishi kwa furaha. Ndipo nikaanza kuyaangalia maisha kwa njia tofauti. Kila asubuhi ninapoamka hujiambia, leo ni siku mpya. Lazima nipate jambo la kushukuru. Nikatambua kuwa maisha yatakuwa na nyakati nzuri na mbaya. Lakini sikutaka nyakati mbaya ziibe furaha zangu. Wakati mwingine huwa ni vigumu, lakini kila siku kuna jambo jema, hata kama ni dogo sana. Labda jua limechomoza vizuri, labda ua limechanua, au labda rafiki amenitabasamia. Kila siku kuna sababu ya kushukuru. Kijana akafikiri kwa muda, kisha akauliza, "Na kama jambo baya sana limetokea je? Nawezaje bado kuwa na furaha?" Bibi akajibu kwa sauti ya upole, "Si rahisi mwanangu, lakini huwa najikumbusha kuwa hata nyakati mbaya hazidumu milele. Ninapoona shida imefika, hujiambia hii pia itapita. Ninaangalia mema niliyobaki nayo, afya yangu, marafiki wangu, watoto wangu, hata ukweli kwamba bado niko hai." Kisha akaongeza, "Furaha ni uchaguzi. Unaweza kuchagua kuangalia ubaya na kuishi kwa huzuni, au unaweza kuchagua kuona mema yaliyopo na kuwa mwenye shukurani." Si rahisi kila wakati, lakini inawezekana. Maneno yale yalimgusa sana kijana huyo. Alimshukuru bibi kwa hekima yake na kuondoka akiwa na mawazo mapya moyoni.